Naam, bila shaka na nimefurahi yule ambaye amesema kwamba kwa sababu ya stima kupotea mara kwa mara imebidi watafute mbinu mbadala, watafute mashine ambazo wanaweza kuweka betri ama ile ya kucharge ili wakati stima itakapopotea biashara haisimami. Contingency planning maybe. Let's now listen to the residents of Kibra constituency here in Nairobi, because also they have been speaking about the challenges they are facing, especially knowing the socio-economic situations for residents of Kibera. Watch. Mtazamaji, hapa ni katika kitongoji cha Kibera na ubunge la Kibra hapa Nairobi, ambapo tunakutana na baadhi ya wakazi kutathmini hali ya uunganishaji umeme katika eneo hili. Kumekuwa na lawama kwamba kuna uunganishaji wa umeme ambao si halali. Je, maoni ya wananchi wa eneo hili ni yapi, na nini haswa kinachosababisha uunganishaji huu wa umeme ambao si halali, na pia wangepata kushauri kampuni ya Kenya Power vipi ili angalau kila mtu apate umeme kwa njia rahisi na katika ile hali ambayo wanaweza kulipia. Kulingana na mambo ya stima hapa, inafaa serikali wakae chini watuletee stima kwa bei ya chini, kwa sababu unaona sisi ambao tunakaa hapa ni watu wa chini, na stima tunatumia ndio tupate hata pesa. Yani ukiona hapa watu wa welders wako hapa, watu wa jua kali wengi, tena wenye wanasema ati wanaweka stima, inafaa wakae chini, kwa sababu hapo ndio pia wanapata pesa. Sasa wakae chini na watu wa KPLC na serikali warudishe bei chini yenye sisi tunaweza afford. Tukiangalia hapa awali walikuja na mambo ya token. Hiyo token ilikuwa project mzuri sana, ingawa ilikuwa expensive kulingana na ile maisha ambayo tunaishi hapa. So tunafikiria jinsi ambayo KPLC inaweza kuja na njia washikane na serikali, so that hata kama wanaweza tufikishie stima watufikishie kwa bei rahisi, kwa sababu wale ambao wako sahihi hapa kwa stima tuko nayo tunaitumia, lakini ni stima ambayo unapata kwa wiki unatumia mara 3, na ikifika mwisho wa mwezi mtu anakuja 300. Hii 300 inaonyesha kwa siku natumia shilingi 10, na stima siwezi pata throughout the month. Tulikuwa tunaomba watu wa power mambo ya kukatia sisi stima wakuje tu, hata kama wanatembea wanakuja tu kwa kila mtu aangalie kama huyu ako na mita na mita yake ina read na mina gani. Sasa hivi tuko na shida ya stima. Kitu ya kwanza tuko na shida, tunaambiwa tuko na token. Token yenyewe inapokuja inakuja kwa kiwango ya juu kabisa. Unapata saa zingine stima imekuja umetumia stima, ukifikiria ile kiasi ya pesa uliweka itakusaidia, unapata pengine unapewa warning kwa siku chache kabisa, na una expect utumie kama shilingi 2,000 ndio isawazishe month. Unapata after 1 week token inakupatia warning. Sio kwenye stima, sio kwenye power and lighting, kwa mtu binafsi. Mimi ningependelea kwanza Kenya Power kwanza ilishafuliwe ya hii place. Juu ukiita mtu wa Kenya Power akuje kufanya kazi huku, akuweke stima, akuinstall stima, aizi kuinstolia ama ataka. So unapata kuna vijana wa huku wanajua maana ya stima nini, atakufanyia cheap. But Kenya Power ataka na atakufanyia expensive. Mtazamaji, ni baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo bunge la Kibra hapa katika eneo la Olympic, wakisema tu kwamba bado kuna dosari fulani, na wangeomba kampuni ya uunganishaji umeme nchini Kenya Power kutia manani na kuhakikisha kwamba wananchi pia wamejumuishwa katika shughuli zote za uunganishaji stima, kuhakikisha kwamba hakuna wale ambao wanaenda kinyume cha sheria na kuunganisha stima kwa njia isiyofaa. George Bati, runinga ya Citizen kutoka eneo bunge la Kibra, Nairobi. It's very interesting that they actually admit they're looking for alternatives because of the high cost of connection, but also the high cost of the commodity itself. I don't know what Kenya Power will have to say about this. Na bila shaka watakuwa hapo watujibu, manake pia kuna hatari ya kuweka hiyo stima ukiwa na mtu ambaye haelewi kile ambacho anafanya na anakuwekea huu mtandao